Mtakatifu Yesu Kristo, familia yote, Bwana nasema asante kwa maana umekuja kuleta tena ujumbe wako. Sasa mapenzi yako siku ya leo tutahitaji Bwana uweze kusimama kama nguzo, ili kwamba Bwana mtu ambaye atakwenda kusikia ujumbe huu aweze kuishia kama kisivyo kwenda kukusudia. Asante kwa sababu nguvu zako zitakwenda kusimama na utakwenda kuniwezesha nipate kutoa ujumbe wako mtakatifu. Sasa na mapenzi yako tunaendelea kuharibu na kuteketeza lote libaya ambalo linakwenda kusimamishwa na ibilisi shetani, kwamba tusiweze Bwana kuishia mapenzi yako. Tunakataa na kuharibu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante kwa siku ya leo. Tuna ujumbe fupi ambao unasema kupitia kwa Yesu tuna uzima mpya. Kupitia kwa Yesu tuna uzima mpya. Hili somo ndilo tutakalo tembea nalo kwa siku ya leo. Maana Yesu Kristo alihitaji tujue kwanza yeye ndio chanzo cha uzima, na pasipo yeye hakuna uzima, pasipo yeye hakuna uzima. Kwa ameamua kuleta somo hili kwamba apate kujulisha watu wajue kwamba kwake ndio kuna uzima. Bila kwenda mbali, cha kwanza natakiwa tujue neno uzima. Uzima ni kitu gani? Uzima ni maisha ambayo mtu atakayoyaishi baada ya unyakuo wa kanisa. Nikiongelea kuhusiana na unyakuo wa kanisa, nazungumzia kuhusiana na siku ambayo Yesu Kristo atakuja kunyakua kanisa lake. Na tukiangalia kanisa ni kila mtu ambaye analiamini jina la Yesu Kristo au anamwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wake. Huyo tunamuita kanisa. Kwa siku ambayo Yesu atakuja kunyakua kanisa lake, nafikiri ambaye atakwenda kunyakuliwa yeye kama kanisa, basi atakwenda kuurithi uzima. Tunauzungumzia kuhusiana na uzima wa milele ambao unatokana na Kristo. Asante. Tunaona uzima tunao uzungumzia hapa ni uzima wa milele. Tunaangalia yeyote aliyekufa katika Kristo akufa bali amelala. Ambaye amekufa katika Kristo hakufa bali amelala. Kwa lugha nyingine tunasema amepumzika. Ili kwamba tulihakikishe hili, yabidi kwanza tufungue kitabu chetu cha Ufunuo wa Yohana 14:13. Neno la Mungu linasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafao katika Bwana tangu sasa, naam asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Asante. Tunaangalia kitabu hicho ambacho kimezungumzia kuhusiana wafu wao katika Bwana au wamepumzika, kwa lugha nyingine wamelala. Na ambaye amepumzika katika Kristo, ina maana ataona uzima wa milele. Kwa sababu gani? Matendo yatakwenda kufuatana naye katika kaburi ambapo amepumzika. Tunasema mahali alipopumzika matendo yake yafuatana naye. Tunaangalia uzima upo katika mwana. Tukizungumzia mwana tunamwona Kristo Yesu. Yesu ndio mwana, kwa lugha nyingine tunamuita Kristo. Kwa tukizungumzia kuhusiana na neno mwana tunamwona Kristo. Tukisema Kristo tunamwona Yesu. Kabla yote, bila kwenda mbali, tunaangalia kitabu cha Yohana 5:11-12. Inasema, na huo ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huo umo katika mwanawe. Yeye aliye naye mwana anao uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Tunazungumzia kuhusiana na Yesu Kristo. Aliye na uzima wa Yesu Kristo au aliye na Yesu Kristo ndani yake, huyo ana uzima. Asiye na Yesu Kristo anajidanganya nafsi yake mwenyewe, hana uzima, kwa maana Biblia inashuhudia jambo kama na hilo. Tunaendelea, tunaona tuliosulubiwa pamoja naye. Kusulubiwa pamoja na Yesu Kristo, tunakuja kuona sisi ambao tunateseka pamoja na Kristo. Tunajua kwamba faraja yetu ipo maadamu Kristo atakuja kunyakua kanisa lake, basi atakwenda pamoja nasi, kwa sababu tumesulubiwa kwa sababu ya Kristo, ili kwamba tuweze kurithi ufalme wa milele au uzima wa milele. Kwa hiyo tunakuja kuangalia kitabu cha Wagalatia 2:20. Nasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu.
na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika mwana wa Mungu. Kwa tunakuja kuangalia uhai ambao tunao au uhai ambao ninao sasa hivi unatokana na Kristo Yesu, kwa sababu alikufa msalabani, amenifia msalabani, na kama nilivyotangulia kusema kwamba tunaendelea kuteseka pamoja na Kristo, na sasa hivi tulikuwa tumekufa, tulikuwa wafu wale hai, lakini tazama sasa si ni hai, lakini sio sisi bali ni Kristo ndo aliye ndani yetu, ndo aliye hai. Kwa hiyo sisi tupo hai kwa sababu Kristo aliye ndani yetu ni hai. Tunaendelea tunasema kuachwa huru mbali na sheria ya dhambi. Aliyetuacha huru mbali na sheria ya dhambi ni Yesu Kristo, ndo aliyetuacha huru, na pasipo yeye tusingekuwa huru na tusingeweza kabisa kuwa huru, lakini kwa sababu ameweza kutupenda na rehema zake na huruma yake, imembidi aje tuweke sisi huru, sisi kama wanawake ambaye ametupenda, ambaye alituchagua kabla hata misingi ya dunia haija kuwepo, yeye mwenyewe ametuchagua. Bila shaka tunaangalia kitabu cha Warumi 8:2 nasema, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa ambaye ametupa sisi uzima ni roho wake Yesu Kristo, ambaye ametupatia sisi uzima, na tumepata uzima huo kutokana na yeye. Yeye ndio chimbuko ya sisi kupata huo uzima, na ndio maana sasa hivi tupo huru, hatupo tena chini ya sheria ya dhambi, bali tuko huru tukisubiri, tukingojea tumaini letu ambalo tulioahidiwa na yeye mwenyewe. Tunaangalia kuokoka kutakufanya upya. Kuna watu wanaishi maisha ya dhambi na wanasema kwamba mimi na historia mbaya sana, kwa sasa hivi siwezi nikaweza tena kumpokea Yesu Kristo kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo navitenda na naendelea kuvitenda na ambavyo nimevitenda, na nina historia sana kabisa iliyo mbaya ya dhambi hapo nyuma, so sijui kama naweza nikaweza kumpokea Yesu Kristo. Ndugu yangu, nakwambia bado neema ipo, kwa sababu roho bado yupo nasi. Maadamu roho atapotea ulimwenguni, hapo ndio utakwenda kuona ziki kuu. Kwa tusiweze kufikiri kuishi maisha ya dhambi, bali tufanywe upya, na ambaye atakayetufanya si upya ni Yesu Kristo. Tukienda kumwamini, tukabatizwa kwa maji mengi, basi tutakwenda kufanywa upya. Kwa tunaangalia tusiweze tu kufikiri kwa sababu tulikuwa wachawi, wazinzi, wazalimu, wezi, tulikuwa na historia kama na hiyo, ndio itasababisha tushinde kupiga hatua ya kumtafuta Kristo. Hapana, bali tumtafute Kristo ni kwamba tufanye upya, tusiwe kama na hali ambayo tulikuwa nayo hapo awali, bali tuwe na hali ambayo inatokana na yeye ambaye alikuja kutuokoa, ambaye alichinjwa msalabani kwamba sisi tupate wokovu. Bila shaka tunaangalia kitabu cha Wakorintho wa pili 5:17 inasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kitabu cha Wakorintho kimetuonesha hapa jinsi gani mtu wa Kristo ambaye amwamini Yesu Kristo jinsi alivyokuwa katika maisha ya dhambi, lakini baada ya kumwamini akafanywa upya. Kwa ya kale yote yameisha, sasa hivi tazama yamekuwa ni mapya. Kwa tumeangalia katika maisha yetu sasa hivi tunafanywa upya kwa sababu tunaamini Yesu Kristo. Tusipoamini Yesu hatuwezi tukafanywa upya. Kwa tunafanywa upya kwa sababu gani? Kristo anakaa ndani yetu, amekwenda kutusafisha, ametusafisha, ametutoa sehemu ya dhambi, ametutoa sehemu ambapo tungekwenda kudondokea umauti, akatuleta uzimani. Kwa hiyo usiweze kuwaza sana kusema kwamba mimi na historia mbaya. Hapana, Kristo bado yupo na neema bado inakusubiri. Kwa mtafute Mungu maadamu anapatikana, ili kwamba atakapopotea uwe tayari umeshampata ukamshikilia na mikono miwili. Tunaangalia ndani ya Kristo ndimo ulimo uzima wa milele. Hakuna sehemu nyingine ambapo tunaweza tukapata uzima wa milele, bali tunajua uzima wa milele tunaopata katika Kristo, kwa sababu katika Kristo ndimo uzima wa milele unaopatikana ndani ya Kristo. Hakuna sehemu nyingine tofauti. Bila kupoteza muda, ili kwamba tuamini hili, natakiwa kwanza tuangalie katika kitabu kitakatifu cha Yohana 5:26 inasema, maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, hivyo alimpa mwana kuwa na uzima nafsini mwake.
Kwa tunamwamini Yesu Kristo kama gisi baba yake Mungu alivyo na uzima ndani yake. Sisi nao pia tuna uzima kupitia Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo amepewa uzima kutoka kwa Mungu Baba, akaleta uzima kwa Mungu Mwana, ili kwamba sisi nasi wafuatao nyayo zake tuweze kuwa na uzima nasi nafsini mwake. Kwa tunaangalia kuna sehemu nyingine ambayo tuwezao kupata uzima tofauti na sehemu ya Yesu Kristo. Tunaangalia kitabu kingine kinasema Yohana 10:28, nasema nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakaye wapokonya katika mikono yangu. Kwa tunaangalia ambaye anatupatia uzima wa milele ni Yesu Kristo, na hakuna mtu atakaye tupokonya katika mikono ya Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Ni Mungu mwenye nguvu, mweza wa yote, na yeye ndo atupae uzima. Kwa hakuna mtu yote ambaye anaweza kutupokonya katika mikono ya Kristo. Hata yeye kuzimu yaamue kufanya mambo yake, ilete itume jeshi, hakuna mtu anaweza kutupokonya katika mikono ya Kristo. Vile vile tunaangalia kitabu cha Yohana 3:16, inasema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Tunapata uzima wa milele maadamu tunamwamini Kristo, ili kwamba tusipotee, na hajataka mtu mmoja apotee, bali amekuja kututafuta sisi ili kwamba tupate uzima wa milele kupitia yeye. Na ndio maana imesema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu. Upendo ulimwengu sio kama dunia. Ulimwengu ni si watu tuishio katika ulimwengu, ni si watu ambao tunaoishi katika ulimwengu. Kwa ametupenda ili kwamba tuweze kupata uzima milele kupitia yeye. Usipomwamini Yesu inakupasa hukumu. Tunaangalia madhara kutokumwamini Yesu. Madam usipomwamini Yesu, endapo utashindwa kumwamini Yesu, basi itakupata hukumu. Tunaangalia kitabu cha Yohana 3:18, nasema amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha hukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina pekee la mwana wa Mungu. Tumeangalia ni hasara sana, au ni hasara kubwa sana kutokuamini neno la Mungu na kutokuamini mwana wa Mungu, kwa sababu mtu asiyeamini mwana wa Mungu lazima ameshakwisha hukumiwa. So atahukumiwa, ina maana yeye ameshahukumiwa kabla hukumu haijafika. Sasa kwa nini tuanze kuhukumiwa hapa kabla hukumu haijafika? Sasa tunakuwa tunaishi maisha ambayo ni hasara tu. Unatakiwa ili kwamba tusihukumiwe tuweze kumwamini Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyekufa msalabani kwa sababu yako na mimi, ili kwamba tuweze kuepuka hukumu ya Mungu. Ndio tunaangalia neno kuvaa mwili. Tukizungumzia neno tunamuona Yesu mwenyewe, pia tunamuona Mungu, kwa sababu Mungu ni neno. Na kitabu cha Yohana ile 4:24 nasema kwamba Mungu ni roho, nao wamwabuduo yawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo tunaangalia Mungu ni roho, na roho hiyo ndio neno pia tunaita, na neno lilivaa mwili. Badala ya kuvaa mwili likaja likaonekana kwetu ili kwamba sisi tupate uzima wa milele. Ngoja tuangalie katika kitabu cha Yohana 1:1, ile nasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa tunaangalia hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa tunaona neno ni Mungu.